tunaachilia damu ya Yesu Kristo. Tunanena mema, damu inayonena mema. Nena mema kwenye eneo hili sasa. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye eneo hili katika jina la Yesu. Tunaweka ulinzi wa damu ya Yesu Kristo kwenye eneo hili lote, kwenye madhabahu hii sasa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kila silaha iliyokusudiwa katika ulimwengu wa roho haitokuwa wala haitosimama. Neno la Mungu linasema katika Isaya 54 mstari wa 17, kila silaha yoyote haitosimama, haitokuwa katika jina la Yesu. Na kila ulimi unaotamka kinyume, tunaugeuza, tunahukumu huo ulimi kuwa mkosa, maana huo ndio urithi wa wana wa Mungu ambao Bwana ametuachilia. Baba, karibu katikati yetu. Baba, karibu sasa. Dadi, tunakuhitaji. Karibu baba yetu mzuri. Baba, karibu tuhudumie. Karibu Baba, tunajiambatanisha na wewe. Tunatamani kukusikia. Tunatamani kuona tukiguswa. Karibu baba yetu. Baba, karibu tuhudumie Baba. Oh, tunakuita mfalme, Jehova Mungu ishie. Wewe ni Mungu wa miungu. Ninakuadhimisha jioni ya leo. Majina yote mazuri ni yako. Jehova Nisi, Jehova Rafa. Tunakuadhimisha. Hebu muadhimishe Mungu kwa majina yake mazuri. Hebu muadhimishe Mungu kwa majina yake na ukuu wake. Yeye anaitwa Mungu wa miungu. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Yeye ni Bwana wa mabwana. Baba, tunakuadhimisha jioni ya leo, nasi tunajiambatanisha na wewe. Tuko tayari kupokea. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, tuhudumie. Karibu Roho Mtakatifu, tuhudumie. Karibu Roho Mtakatifu. Baba, karibu katika utatu wako, utuhudumie. Malaika wa zamu, tuko tayari kupokea kile ambacho mmetumwa na Baba. Maana malaika tayari kutuhudumia sisi jioni ya leo. Tuko tayari kuhudumiwa kile ambacho Bwana ametaka. Baba, ukatuhudumie vile ambavyo Mungu umekusudia. Tunamuinua mtumishi wako baba yetu prophet. Hebu muinue mtumishi wa Mungu. Hebu mtamkie neno mtumishi wa Mungu baba yetu prophet Daudi Tajiri. Baba, tunamuinua baba yetu uliyetupa. Asante Bwana, hata wakati ule Mungu, wakati ulihitajika, waliinuliwa watumishi wako mikono ili kuweza kusimama na kusonga. Baba, tunamuinua baba yetu ambaye umetupa Prophet Daudi Tajiri. Neema yako izidi juu yake Baba, ulinzi wako usimpungukie, neema yako isimpungukie Bwana. Nasi Mungu tunasi kusudi lako, tuna tayari kupokea kupitia yeye Baba. Mafuta mabichi yakatiririke, nasi tunakwenda kupokea kupitia mtumishi wako baba yetu Prophet Daudi Tajiri. Baba, tunaachilia neema yako Baba, tunaachilia kusudi lako, nasi tunajiambatanisha tayari kupokea sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi. Haleluya. Karibu nyumbani mwa Bwana. Karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie jirani yako karibu nyumbani mwa Bwana. Linda, karibu nyumbani mwa Bwana. Karibu nyumbani mwa Bwana. Welcome to the house of the Lord. Hallelujah. We celebrate Jesus. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the house of the Lord. We are grateful. Our Lord is here. Jesus is here. The Holy Spirit is right here, ready to minister to us. Welcome to the house of the Lord. Karibu nyumbani mwa Bwana, tuweze kumwabudu Mungu pamoja. Karibu mtumishi wa Mungu, mchungaji Amani. Karibu. Tupige makofi ya shukrani mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ni furaha kumwona kila mmoja mahali hapa. Haleluya. Amen. Basi tuimbe tenzi namba 92, nataka nimjue Yesu. Namba 92. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Rudia tena, sema nataka nimjue Yesu. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na
wokovu wake kamili. Sema zaidi, 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 zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kumsikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu. Sema zaidi, 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 ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Sema tena, zaidi, 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 ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Ubeti wa tatu. Nataka nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. Sema zaidi, 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 haleluya, ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Oh, zaidi, 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 mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Sema zaidi, 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 ufahamu, nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Paza sauti, sema tena, zaidi, 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 mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Imba mara mwisho, sema zaidi, 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 nimfahamu Yesu, nijue pendo
Daudi anasema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Amen. Sababu nyumbani mwa Bwana kuna vitu vingi, kuna uhuru. Nani anaamini uko huru jioni ya leo? Hebu sema niko huru katika jina la Yesu. Wangapi ni wazima jioni ya leo? Ni mzima. Amen. Sasa nitahesabu 1 mpaka 3, utaonyesha huo uzima wako kwa aliyekupa uzima. 1, 2, 3. Furahia katika jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Msifu Bwana. Yesu yuko hapa. Haleluya. Amen. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Wakupiga makofi na moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Wakucheza mbele za sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Hebu piga makofi mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Nisikie vigelegele na shangwe ndani ya nyumba. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima leo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Daima milele daima, sema daima, daima, imba kwa sauti daima, daima, nyosha mikono daima, tukuza jina lake daima, tukuza jina lake daima, sema daima, sema daima, haleluya. Milele na milele sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima. Milele na milele sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima. Milele na milele sifa na zivume jina lake Yesu, na lisifiwe daima. Milele na milele sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima. Kwa makofi na vigelegele sifa na zivume na lisifiwe daima. Milele na milele sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima. Hebu cheza kidogo. Unazunguka kidogo, unajiachia mbele za Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Haya, serebuka kwake, serebuka. Milele na milele sifa na zivume jina la Yesu,
na lisifiwe daima milele na milele. Sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima milele na milele. Sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima milele na milele. Sifa na zivume jina la Yesu, na lisifiwe daima. Jina lake Yesu, na lisifiwe daima. Na lisifiwe daima. Lisifu jina lake, na lisifiwe daima. Nyosha mikono sawa, na lisifiwe daima. 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 Inacheza mbele zake Yesu. Haleluya. Haleluya kwa Yesu. Amen. Iyo neema yake Bwana Yesu. Iyo neema yake Bwana Yesu. Sema hiyo neema yake Bwana Yesu. Sema neema yake Bwana Yesu. Sema neema yake Bwana Yesu. Sema jioni ya piga na makofi kabisa. Neema yake Bwana Yesu. Sema hiyo neema yake Bwana Yesu. Neema yake Bwana Yesu. Yesu astahili heshima. Mwambie Yesu astahili heshima na utukufu. 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 Imba sasa. Yesu ni chaguo langu la milele, nikiwa naye nina amani. Nainua mikono, ninakuabudu maisha yangu. Sema tena Yesu ni chaguo langu la milele, nikiwa nawe nina amani. Nainua mikono, ninakuabudu maisha yangu yote. Ni wewe Yesu astahili heshima utukufu. Yesu astahili. Sema tena Yesu astahili heshima. Sema tena Yesu astahili. Malizia ya mwisho. Ninakupenda, sina kama wewe Bwana. Ninakupenda, sina mwingine kama wewe. Inua sauti mwambie ninakupenda. Sina mwingine kama wewe. Sema
tumwambie ninakupenda, sina mwingine, sina mwingine. Mwambie Yesu waweza, Yesu wewe waweza, Yesu wewe waweza. Unafanya njia pasipo na njia. Yesu wewe waweza. Mwambie Yesu wewe waweza, Yesu wewe waweza. Unafanya njia pasipo na njia. Yesu wewe waweza. Mwambie ninakupenda, haleluya, sina mwingine kama wewe. Nisikie kama sema ninakupenda, sema tena ninakupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. Sema mara mwisho ninakupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. Ninakupenda. Inua mikono tumwambie ninakupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. 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 Angalia maisha yako, mwambie kwa mara mwisho, sina mwingine kama wewe Bwana. Inulie sifa, mwambie Bwana, sina mwingine, sina Mungu mwingine wa kuabudiwa, ni wewe tu, wa kupewa sifa ni wewe. Ninaheshimu mamlaka yako jioni ya leo. Mtakatifu, umejihudhurisha katika ibada hii na hakika ninakuona waziwazi. Macho yangu ya rohoni yametiwa nuru. Sasa ninaona tofauti na jana. Sasa ninaelewa, fahamu zangu zinauishwa. Ninaelewa Bwana ya kwamba uwepo wako ni mwingi namna hii. Asante kwa kuwa umetenda. Asante kwa kuwa umetenda. Ninalisifu jina lako. Ninalitukuza jina lako. Ninalitukuza jina lako. Asante Bwana. Asante kwa kuwa umetenda. Asante. Wewe Bwana, ninakushukuru. Ninakushukuru Mfalme. Bwana Mungu, nimekuja mbele zako. Nimekuja. Inua mikono juu. Tusemezane. Nimeona matendo yako ya ajabu. Mataifa yanatetemeka. Mwambie tena, Bwana Mungu, nimekuja mbele zako. Yes, nimekuja. Tusemezane. Nimeona matendo yako ya ajabu. Mataifa yanatetemeka. Matendo yako. Haleluya. Yanatisha.
kama nini, kama nini, moyo wangu, moyo wangu umekufurahia, umekufurahia. Sina haraka, sina haraka kuondoka mbele zako, mahali hapa ni pazuri, ni pazuri kama nini. Mungu wangu, uwepo wako, uwepo wako umenifunika mahali hapa, mahali hapa ni pazuri, ni pazuri kama nini, kama nini. Mungu wangu, Mungu wangu, uwepo wako, uwepo wako umenifunika, uwepo wako, uwepo wako umenifunika, uwepo wako, uwepo wako umenifunika. jioni ya leo, uwepo wako umenifunika, natembea uweponi mwako, uwepo wako umenifunika, uwepo wako, uwepo wako umenifunika. Inua mikono yako juu, sema mahali hapa, mahali hapa ni pazuri, ni pazuri kama nini, kama nini. Mungu wangu, Mungu wangu, uwepo wako, uwepo wako umenifunika mahali hapa, mahali hapa ni pazuri sana, ni pazuri kama nini, kama nini. Mungu wangu, Mungu wangu, uwepo wako, uwepo wako umenifunika. inatumika na juu. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, kama ayala atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, mwambie nafsi yangu, Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu, roho yangu yaona kiu, kama ayala, kama ayala atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Sema tena, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu leo, Roho yangu yaona kiu, kama ayala, kama ayala atafutavyo maji ya mto. Baba, Baba, nafsi yangu ya kutamani. nijaze, Nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani.
mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nirejeshe leo, furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Yesu tawala, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Kwa sauti yako kubwa mwambie Yesu tawala, Yesu tawala. Surrender to him. Mwambie Yesu, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wa falme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Mwinulie mikono juu. Wewe ni mfalme, wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Mwambie tena Yesu tawala, Yesu tawala. Mwambie Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Katika ibada yako mwambie tena Yesu tawala, Yesu tawala. Mwambie Bwana tawala leo, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Nenda mbele za Bwana kwa maombi wewe mwenyewe sasa. Nenda mbele za Mungu wako. Wewe Bwana, nipo hapa kama jinsi nilivyo. Ninakuona wazi wazi mfalme. Unatenda mambo ya ajabu sana. Unafanya mambo makubwa. Nami niko tayari kuhudumiwa na wewe. Niko tayari kutumiwa na wewe. Niko tayari kuongozwa na wewe. Sina Mungu mwingine jioni ya leo. Sina jina lingine nililopewa duniani na mbinguni linalonipasa kuokolewa kwalo. Jina lako Yesu linanitosha. Unanitosha Bwana. Mfadhili wangu ni wewe, mfariji wangu ni wewe, mponyaji wangu ni wewe.
unayenitakabali ni wewe, unayenijibu ni wewe. Ninaomba Bwana, Roho yako Mtakatifu usiniondolee, ninamhitaji. Mtakatifu, ninakuhitaji Bwana, sema nami, tenda jambo jipya, fanya kitu kipya moyoni mwangu. Sina Mungu mwingine, ninakuita leo. Hebu fungua kinywa chako, omba. Utafurahi kusikia sauti ya watu wakipaza sauti zao mbele za Mungu wao katika jina la Yesu. Omba, nenda za mbele Bwana. Nyosha mikono juu, jimimine mbele za uwepo wake, maana yuko hapa tayari. Uwepo wake uko mahali hapa. Haleluya. Nyosha mikono yako juu, kama una uwezo wa kusimama simama. Jioni ya leo Baba, angalia mikono iliyoinuliwa. Tumeinua mikono yetu mbele zako Bwana kwa ajili ya rehema na neema hii ambayo ni kuu sana ndani ya maisha yetu siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu umetupa. Tunaleta mioyo yetu na nafsi zetu mbele zako. Nifuatishe maombi haya. Sema, kwa damu ya Yesu najipatanisha na madhabahu ya mbinguni yenye wazee 24 wenye uhai wanne. Najipatanisha na malaika wote waliosimama kwenye mbingu ya 7. Najipatanisha na malaika Mikaeli, akapigane wanaopigana nasi, akashindane wanaoshindana nasi. Kwa damu ya Yesu tunajipatanisha na malaika wa habari njema. Tunafungulia habari njema kwa jina la Yesu. Leo hii kuwe na habari njema katika maisha yangu kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sema amina. Ninaomba uketi pale ulipo. Haleluya. Nataka tuangalie kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12, alafu tutaangalia Wakorinto pia. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 2 na kuendelea. Tunaanza na Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya, katika ulimwengu wa roho. Wa roho. Ametaja pale falme, mamlaka na jeshi la pepo wabaya. Sema amina. Amen. Ndani kufundisha kidogo. Mbingu unayoiona, tunapoangalia juu tunaona blue, ni mwisho wa macho yetu kuona. Lakini tunapozungumzia mbingu katika Biblia, hatuzungumzii kule juu. Tunazungumzia katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho kuna mbingu 7, na kila mbingu kuna kitu kinachoweza kusimama ama kutawala. Kabla Adamu hajaweza kuanguka, mbingu 7 zilikuwa chini ya mamlaka ya Adamu. Sema amina. Lakini tunapozungumza sasa hivi mambo yamebadilika, kwa sababu mbingu ya 7 ndipo sehemu ambayo malaika wamesimama na wao wanaangalia yanayoendelea, na wao wapo hapo mbingu ya 7 ili kuunganisha kati ya mbingu na duniani. Kwa wao wanafanya connection kati ya mbinguni na duniani. Wapo mbingu ya 7. Lakini kuanzia ya 6 na kuendelea ndo kuna falme wenye mamlaka, wakuu wa giza, jeshi la pepo wabaya. Na cha ajabu ni kwamba kuna mbingu hata ya kichawi ambao wachawi wao ndio wanaitawala. Na hiyo ni mbingu ya pili. Mbingu ya kwanza ina nini? Mbingu ya kwanza ina majinamizi, roho ambayo inaleta uchawi na mafarakano. Unamwota jirani yako anakukaba, lakini jirani yako sio mchawi. Sema jinamizi limekukaba kwa sura ya jirani yako. Kwa hiyo linaleta faraka na ushirikina. Mbingu hiyo
ya kwanza. Mbingu ya pili ndio mamlaka za kichawi, lakini kuna mbingu ya tatu ambapo sasa ndo kuna jeshi la pepo wabaya. Wafalme wenye mamlaka wanatumia jeshi. Kwa hiyo wafalme wenye mamlaka wote, nguvu zao zote zipo kwenye mbingu ya tatu ambapo kuna jeshi la pepo wabaya. Kwenye ulimwengu wa roho unaweza ukawa ni mtu ambaye unashindana na mbingu ya kwanza tu, ndio vita yako ipo hapo. Vita yako ni na majinamizi. Ukienda nyumbani umechoka, mchana ukilala unajisikia unakwabwa, usiku unakabwa. Lakini unaweza kama vita yako ni ya pili, ya mbingu ya pili. Juu ya nini? Juu ya uchawi. Unasumbuliwa na roho za uchawi. Lakini unaweza kaa na mbingu ya tatu. Mbingu ya tatu kuna sekta nyingi. Sekta moja ni pepo wachafu. Alafu kuna wale ambao wanapigana vita. Pepo wachafu unaingiziwa roho ya uongo, roho ya uzinzi, roho ya ulevi. Mbingu ya tatu imeshikilia jeshi lote, ambalo kuna jeshi ambalo alipigani na wewe kushindana, unaingiziwa tu pepo, basi ushamalizwa. Sasa mtu wa Mungu anatakiwa awe kwenye levu ya mbingu ya tatu. Ndio sehemu ambayo ana uwezo wa kuweza kusimama katika yale maombi ambayo wewe hujibiwi, lakini yake kuombea majibu yanatokea. Shida tulizokuwa nazo ni levo za kiroho, na ili uwe na levo za kiroho lazima ujue kumtafuta Mungu na lazima umjue Mungu pia. Leo hii kuna makanisa ya maombezi. Kuombewa sio shida. Shida ni kwamba kuna sehemu unatakuombea, kuna sehemu ambayo unatakiwa wewe mlango usiufungue. Kama wewe utakuwa unafungua mlango, anayekuombea anafanya kazi bure, kwa sababu kila siku anawafukuza wezi na wewe unawafungulia wezi tena milango ukiwa nyumbani waingie. Na ndio maana unakuta kwenye makanisa ya maombezi watu hawafunguliwi, ila watu wana shuhuda. Shuhuda zipo, lakini sio kufunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu katika maajabu na miujiza na unabii na mambo yote ajabu, Mungu anataka mahusiano na wewe. Mimi kama Mzanzibari ambaye nimezaliwa Muislamu, ningeingia kwenye makanisa ya sasa ya maombezi, ningeenda kuombewa na ningeona shida zangu zimetoka wakati huo. Lakini nataka nikwambie, nisingekuwa nimekutana na Yesu, kwa sababu ninashirikishwa, njoo na dini yako, njoo na vitu vyako, tutakuombea, Yesu atakuponya. Lakini uendelee na mambo yako, uendelee na dini yako. Kwa maana yake ningekuwa mpaka sasa hivi, kama ningekuwa kwenye kizazi hiki nimeokokea au nimeenda kanisani, maana yake mpaka leo ningekuwa siwezi hata kusimama hapa, kwa sababu sijafanyika kuwa na mahusiano na Mungu. Tumoja aseme amina. Lakini mimi ashukuriwe Mungu, 98 niliokoka nikitokea kwenye Uislamu 98, na miaka hiyo hata maombezi hamna, unajisimamia mwenyewe. Hakuna mtu atakutumia message leo kuna ibada, unaenda ibadani wewe mwenyewe. Kitu ambacho niliambiwa tu unatakiwa ubatizwe. Si ulikuwa Muislamu, unatakiwa ubatizwe. Nikaenda nikasema sawa. Wakaniambia tena, unatakiwa uitwe jina gani? Chagua jina. Ingawa jina halimati, lakini wokovu wa zamani ukiwa na jina la Kiislamu wanakubadilisha. Lakini jina ni jina. Unaweza ukaitwa Joni ukawa na mapepo yanatokana na hilo jina la Joni. Joni si jina la Bible jamani. Kwa hiyo hapo majina ni lugha tu. Hiki ni Kiingereza au Kiebrania, hiki ni Kiarabu, lakini jina halina shida. Labda wewe unaitwa Matatizo, ndio tutakubadilisha. Kwa hiyo nikaa naitwa Fauzi, nimezaliwa naitwa Fauzi. Lakini Fauzi ni jina zuri, maana yake Victor, maana yake ushindi. Lakini wakaniambia pale wokovu wa zamani, tafuta jina. Nikafikiria jina gani? Kabidi nibatizwe kwa jina la Daudi. Nikabatizwa Daudi. Lakini nao Daudi ni nzuri na nalipenda na nalitumia mpaka sasa hivi. Sema amina. Sasa tunaona kwenye ulimwengu wa roho kuna vita, na vita vyetu sio vya mwili. Na hivi vita kila mtu ana stage ya kupigana na kushindana. Kuna maeneo ambayo unaoshindana, lakini hapo wewe unafeli kila siku, unatakiwa utoke mahali hapo. Sema amina.
Tuone ile wa Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili nasemaje? Namjua mtu mmoja katika Kristo. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Yapata sasa miaka 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Miaka 14 manake tangia mjue Kristo. Paulo alikaa miaka mingapi? 14. Ndio alianza kutumika. Sasa alikuwa mfarisayo. Alikuwa analiuzi kanisa, lakini alikaa chini ya mitume miaka 14 na ndio akaanza kutumika. Lakini siku ya kwanza anaitwa siku ya ambao alimpokea Yesu ni siku ambayo aliofunguliwa. Yesu akamwambia, mimi unaniuzi. Lakini Mungu alisemaje kuhusu Paulo? Sema huyu ni mtu ambaye nitamtumia kwa ajili ya mataifa. Siku ile ya kwanza ambayo yani Mungu alikuwa anajua Paulo huyu ni mtumishi wangu. Tangia siku ya kwanza anamtoa kwenye ufarisayo, anamuika kwenye neema ya Kristo. Lakini alikaa miaka mingapi? 14. Amekaa chini ya mitume, anajifunza. Baada ya hapo sasa, anasema katika hii miaka yangu 14, kitu gani kinachoendelea? Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Kama alikuwa nje ya mwili mimi sijui. Mungu ajua. Mungu anajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya ngapi? Ya 3. Ya 3. Nami namjua mtu huyo. Nami namjua mtu huyo. Yesu alipokufa na kufufuka akasimama kwenye mbingu ya 3. Yaani sehemu yenye vita. Na ndio maana vita ya kwako sio ya kwako, ni ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu amesimama katikati ya lile jeshi ambalo linaokusumbua. Na vitu vinavyokusumbua vipo kwenye mbingu ya 3 tu. Hamna kitu kingine. Uchawi unakusumbua, wewe una level nyingine ndogo ya chini kama uchawi unakusumbua. Lakini vitu vingi kwenye mbingu ya 3. Kwa sababu mbingu ya 3 kuna falme, mamlaka na wakuu wa giza wanatumia jeshi lao pale. Tunapozungumzia hiyo wenye mamlaka, wakuu wa giza, tunaona roho za mizimu ya familia, roho za kifamilia ambazo zinazo kufuatilia na maagano ambayo yanakufuatilia. Kwa unapokuwa mbingu ya 3 ni sehemu ambayo ya kukomesha vita ambavyo vinavyoendelea. Na usipokuwa kwenye hiyo mbingu ya 3, vita viishi, kwa sababu kila jeshi linatumwa, likishindwa hili linatumwa lingine, likishindwa hili linatumwa lingine. Na mwisho wa siku unakuta una vita visivyoisha juu ya maisha yako. Mimi 94 baada ya shetani kujua kwamba huyu ataenda kuwa mtumishi wa Mungu, nilianza kushambuliwa mfululizo, majinamizi, wachawi, sijui nini, sijui majini, sijui maana nini. Kila aina ya vitu vilikuwa vinanishambulia. Na hiyo ilikuwa ni Mungu aliruhusu, kwa sababu nilipelekwa kwa waganga karibu wote Tanzania nzima. Nimetoka Unguja, nimepelekwa Pemba, nimetoka Pemba, nimepelekwa Rufiji, nimetoka Rufiji, nimepelekwa Bagamoyo. Nashuhudia kila siku. Bagamoyo nimepelekwa, kuna kaburi la wapenda nao. Unapelekwa pale, wanaongeleshwa maneno wapenda nao. Jamani, huyu mlinde. Unatoka hapo unapelekwa kwenye kisima. Kisima kisiojaa maji, akijai wala kupungua, unaogeshwa maji. Unatolewa hapo, unapelekwa huko waganga, unapelekwa kwa mashehe. Shehe wanakusomea dua zote. Tuliambiwa kuna shehe anasoma dua hivi mpaka mtu anakakamaa. Nikapelekwa huko, ila mimi sikukakamaa. Na bado shida iliendelea. Lakini Yesu akaja akanitoa huo mzigo. Siku moja tu. Siku hii moja tu. Na hakuna kitu chochote kilichoendelea. Sema amina. Kuna vita uliokuwa nayo, lakini usiogope vita, kwa sababu kuna vita zingine kwa ajili ya kukupeleka sehemu unayostahili. Kuna sehemu unastahili. Sema amina. Mimi sio mwalimu, mimi ni nabii. Na Mungu amenipaka mafuta ya hiyo neema tangia sijamjua Yesu ni nani. Sema amina. Na hiyo ndio huduma ambayo Mungu amenipa. Haleluya.
Ninapozungumza hivi kwamba kuna mtu ana vita, kuna sehemu anaelekea, ujue nazungumza na mtu ambaye yupo mahali hapa. Kwa hiyo ninakutabilia hapa. Tunaendelea na Wakorinto tulipoishia. Wakorinto wa pili sura ya 12 tulikuwa mstari wa 3. Mstari wa 3. Rudia huo mstari wa 3. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, kama alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mungu anajua. Endelea. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Amina. Sasa mbingu ya tatu tunaishindaje? Mbingu ya tatu tunaishindaje? Mbingu ya tatu. Njoo hapa mwenye miwani hapa. Mpeni maiki. Huyu bwana alikuwa kanisani kiongozi bwana wa baba wa nini? Mbingu ya tatu ni mahali ambapo kuna wakuu wa majeshi. Wakuu wa majeshi na wenye mamlaka. Amina. Basi nenda kaketi, mpigie Yesu makofi. Haleluya. Mbingu ya tatu ndo kuna jeshi ambalo linafanya kazi usiku na mchana, na kuna vitu vinazuiliwa kwenye mbingu ya tatu, vinazuiliwa. Kuna mtu wazi yake yeye ni kushindana na wachawi, na kuna mtu wazi yake ni kushindana na majinamizi, alafu kuna mtu mambo yake yapo mbingu ya tatu. Lakini Paulo anasema namuona huyu mtu yupo hapo kwenye hiyo mbingu ya tatu. Alinyakuliwa sijui, alikuwa kimwili sijui, lakini namuona amesimama, yupo amekaa kwenye mbingu ya tatu. Yesu alisema nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa nini? Wa dahari. Sema amina. Mpaka ukamilifu wa dahari nipo pamoja na nyinyi. Na huo ukamilifu wa dahari unapatikana wapi? Mbingu ya tatu. Manake Yesu bado yupo pamoja na sisi. Na kwa nini? Anasimama kwenye mbingu ya tatu. Shida yetu hatusimami na Mungu. Usiposimama na Mungu huna nguvu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu mbingu ya tatu ndio sehemu ambayo majeshi yanatumiwa. Na majeshi yanayotumiwa hapo, kabla hajaanza kupigana na wewe, yale ya kupigana yanakuja tu pepo wachafu. Unaelewa? Pepo wachafu. Na wale pepo wachafu wanakuja kukuingiza tu magomvi, hasira, chuki, uzinzi, uasherati, nini, ulevi, nini. Sasa hivyo vikikushinda, kuna kitu gani kitakachotokea kwako? Hakuna. Kwa maana yake kwamba ishu kubwa ya kanisa leo, tunaenda kisasa, hatusimami na Mungu. Sasa wewe nakwambia hivyo mbingu ya tatu, kuna watumishi ambao hata hiyo mbingu ya tatu hivyo vipepo vipo ndani yao. Tamaa ya fedha, tamaa ya hela, si ndio? Pepo huyo. Uzinzi, si ndio? Pepo huyo. Alafu umejaa mapepo kibao, alafu nakuja na maiki hapo nakuja kutabilia sisi Tanzania, naona rais, naona wewe una mapepo huyo. Ndio kanisa la leo. Kwa sababu vipawa na karama ni kwa ajili ya kanisa, sio taifa. Kwa sababu Mungu ameshatoka kwenye taifa. Alikuwa ndani ya Israeli, alikuwa ndani ya kabila, akawa ndani ya taifa, ametoka. Sasa hivi Mungu anaishi ndani ya mtu na mtu. Sio, unaelewa? Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu na nini? Na mtu. Na yote huduma ni kwa ajili ya kujenga kanisa, sio kujenga taifa. Sisi ambao kanisa tunaomba kwa ajili ya taifa, kwa sababu tukipata shida ndani ya taifa hatuwezi hata kuabudu, si ndio? Lakini Mungu hawezi kusimama wewe unaanza kutabiri kwa ajili ya taifa, kwa sababu taifa sisi sio la Mungu. Ndani ya taifa Tanzania kuna waganga, kuna wachawi, kuna wapagani, kuna Waislamu, kuna miungu mingi tu. Kwa nini Mungu anaanza kusimama kwenye taifa hilo? Mungu anasimama katika kanisa. Ukiwa Muislamu ukija hapa ndani ya kanisa tutakutabilia, kwa sababu umejiunga pamoja na sisi. Neema ya Mungu itakuja juu yako.
Ukiona naongea kitu kwa ajili ya taifa, ujue kinahusiana na kanisa. Biblia inasema kwamba akaona njaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Agabo, nabii kwenye Agano Jipya, alivyoona njaa akasema na kipindi hicho njaa inayokuja. Biblia inasema kanisa wakachukua, wakachanganyana chakula, wakawapelekea wenzao. Si unaelewa? Nabii wa Agano Jipya. Agano la Kale Mungu alikuwa anatumia manabii na Roho wa Mungu alikuwa anashuka hivi. Bwana wa majeshi asema, si ndio? Lakini leo ukisema Bwana wa majeshi asema, una pepo. Kwa sababu Mungu tena yupo hivyo. Biblia inasema Roho wa Mungu atashuka kwa wote wenye mwili. Watatabiri, watafanyaje? Kwa hiyo sio anashuka na kuondoka, anakaa ndani yetu. Yaani kama Mungu ameniambia mimi ni nabii, amenipaka mafuta na ameniwekea iko kipaji ili nitabiri, siwezi nikakaa hapa nikaanza oh haleluya raba shakara baba hira baba. Naona na hiyo tatizo, kwa sababu nipo na maiki nasimama, Roho wa Mungu yupo ndani yangu muda wote. Sitaki mpaka nikae nifumbe macho nifanye hivi. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, hey, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Ukiwa na shukurani kwa ajili ya ibada ya leo, ukiwa na shukrani kwa ajili ya maombi ya leo, basi utachukua bahasha pale nyuma shukrani, alafu nitaiombea mikononi. Ukiwa na sadaka nyingine ambayo ni tofauti na sadaka ya kawaida, hiyo nitaombea kama kuhani, nitaiombea mkononi, niibariki hiyo kabla haijaingizwa kwenye kile chombo. Amen. Basi chukua sadaka yako. Leo ni siku yangu ya 5 ya mfungo wa maombi. Basi chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Tuanzie kule nyuma, tuje haraka. Kuna watu nataka nionane nao. Kuna watu nataka nionane nao, niombee tena. Lakini wewe ambaye ni mgeni, ninaendelea kukuombea. Siku ukipata tena nafasi ya kuja ibadani, unakuja ibadani, unaweza kukuta kuna majibu ya maombi yako. Sema amina. Jumapili saa 5 tunaanza ibada mahali hapa. Saa 5, saa 7 kamili ninasimama mahali hapa mimi. Jumapili saa 7 ninasimama kwa ajili ya kutamka neno la kinabii kwa ajili yako. Hii ni huduma yangu, na kila ninapofika lazima niseme neno na watu, kwa sababu Mungu amenipa neema na kipawa hicho. Bwana Yesu, asante kwa ajili yake, kwa ajili ya maisha yake. Asante Mwokozi, asante Mungu wetu na Baba yetu kwa ajili ya maisha yako. Kuna vitu unaviona kwa ajili yako, lakini muda wetu umeenda. Mungu akikupa neema, fundi Mungu akikupa neema, siku nyingine nitasema na wewe. Saa 7 ukija, kuna neno lako. Roho Mtakatifu anasema kuna vitu kwa ajili yake, na hivyo vitu vinakuhusu wewe kwa ajili ya kazi na maendeleo. Mwaka huu ni wako. Si unanielewa? Hautopita mwaka huu. Amina. Amen. Asante Bwana Yesu kwa ajili yake. Ninambariki. Ninaachia neema na rehema hizi Bwana ziwe juu yake katika jina la Yesu. Amen. Ninabariki shukrani hii kwa ajili ya familia yake
na maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Ninabariki sadaka hii katika jina la Yesu. Amen. Unyone. Bwana Yesu, shukrani hii ninaibariki iwe baraka juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Ninachia baraka za Mungu katika shukrani hii, kae baraka katika jina la Yesu. Amen. Unione. Ninabariki shukrani hii, kae baraka juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Ninachia baraka katika jina la Yesu. Bwana akakubariki, akakufungulie neema na kibali juu ya maisha yako, na uzima na uponyaji wa Mungu uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi. Ninabariki sadaka ya shukrani katika jina la Yesu, kwa baraka juu yako katika damu ya Yesu na kuponya. Amen. Amina. Ninabariki sadaka hii kwa baraka na uponyaji juu yako na juu ya maisha yako mapya. Mungu aenda kuyatengeneza mbele yako. Amen. Draw me close to you. Zaka ninaibariki katika jina la Yesu, kwa baraka juu ya maisha yako. Amen. Maisha yake huyu mwenye hii. Amina. Nyosha mikono yako juu. Tunaenda kuailisha ibada yetu. Nifuatishe maombi haya, sema: kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, roho za kisasi na maripizi ninazifunga kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka juu ya maisha yangu. Ninavunja roho za ajali, taarifa mbaya, nyakati mbaya kwa jina la Yesu. Sema amen. Basi wakati huu mtumishi Amani atailisha ibada yetu. Amani atailisha ibada. Jumapili saa 5 tunakuwa mahali hapa. Yanaanza maombi. Baada ya maombi kuna watumishi wa Mungu wataanza neno la Mungu. Lazima ujifunze neno la Mungu. Baada ya hapo nitasimama niseme neno la Bwana kama nabii wa Bwana. Sema amina. Amen. Amen. Basi nyosha mikono yako juu, tumshukuru Bwana. Baba, asante kwa jioni hii nzuri. Asante kwa usiku huu mkuu. Tuliingia nyuani mwako tukiwa na shukurani mikononi mwetu, tukiwa na furaha mioyoni mwetu. Na hakika Bwana umetupokea na umetugusa na umetujibu. Tunaondoka mahali hapa kama washindi ambao wameshindana na wameshinda. Tunatembea vifua mbele tukiwa tunajua Bwana wewe unapigana nao wanaopigana nasi na unateta nao wanaoteta nasi. Ni maombi yangu Bwana kwamba katika usiku wa leo kila mmoja aliyeko mahali hapa Bwana utamlinda na utamkinga na mabaya yote. Utatutunza Bwana katika mikono yako. Utatuficha adui asiweze kutupata. Kila silaha iliyotengenezwa ama itakayotengenezwa kwa mikono ya wanadamu ama kwa hila za ibilisi mwovu shetani haitafanikiwa katika jina la Yesu. Kila ulimi unaonena mabaya juu ya watoto wako, tunautamka ulimi huo kuwa ni mkosa. Hakuna litakalofanikiwa kutuangamiza katika jina la Yesu Kristo. Hata katika usiku wa leo Bwana, tunapoondoka mahali hapa, utulinde Bwana manjiani. Tunatumia vyombo vya usafiri, wengine wanatembea, wengine wanatumia namna zingine za hapa na pale, lakini wote Bwana tunahitaji ulinzi na mkono wako usituondolee, ili tufike tunapokwenda salama, tuweze kukutana tena siku ile ya Jumapili ambapo Bwana tutakuja kushinda zaidi na kuchukua yale ambayo umeandaa katika madhabahu yako. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako Prophet Daudi Tajiri. Endelea Bwana kumuimarisha, endelea kumtunza, ili hata siku ya Jumapili atakapokuja aje na ujumbe wako Bwana ambao utafaa maisha yetu katika utukufu wako. Tunaomba tukiamini imekuwa hivyo, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele.
Amen. Twende na amani ya Bwana. Amen. Draw me close to you. Never let me go. I'm laying down and down again. To hear you say that I'm your friend. Oh yes, you are my desire. As no one else could be. There's nothing else will take your praise. To fill the world with your graciousness. Help me find a way. Bring me back to you. Sing together. Your